Rasmi utambulisho wa nyota Stephan Aziz Ki ndani ya Young Africans ni gumzo, ni kufuru kweli kweli. Uongozi wa Young Africans siku ya leo ikiwa ni Agosti 14 ya mwaka 2026 kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe ameweka wazi kwamba siku ya kesho ya tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 klabu ya Young Africans inakwenda kumtambulisha nyota mkubwa kweli kweli barani Afrika, si mwingine ni Stephan Aziz Ki ambaye amesajiliwa ndani ya Young Africans kwa mkataba wa miaka miwili, na nyota huyu amesema utambulisho wake hautakuwa ni wa kawaida na kwa nini hautakuwa ni wa kawaida? Ni kwamba Yanga itakwenda kumtambulisha nyota Stephan Aziz Ki katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, ambapo mashabiki mbalimbali na wadau wa soka wataweza kukaribishwa kuhudhuria utambulisho wa mchezaji huyu ambao utatambulishwa na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said. Itakumbukwa klabu ya Young Africans siku ya kesho watakuwa na mchezo pale Ruangwa Lindi kukikabili kikosi cha Namungo kunako mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara utakaochezwa saa 3 kamili za usiku, lakini mapema Yanga itakwenda kumtambulisha mchezaji wao mpya Stephan Aziz Ki ambaye anarudi tena kwa mara ya pili kutumikia kikosi hicho akitokea kwenye kikosi cha Al Ittihad ya pale nchini Libya, na klabu ya Yanga imetoa kiasi cha bilioni 1 na milioni 200 kukamilisha usajili wa nyota Stephan Aziz Ki. Na kwa taarifa zilizo rasmi kutoka vyanzo vya Young Africans ni kwamba Yanga ili kukabiliana na idadi ya wachezaji wa kigeni anauzwa Alan Okello, na vikosi vilivyokuwa vinachuana kumpata nyota Alan Okello ilikuwa ni Wydad Athletic Club ambao waliweka bilioni 2 na milioni 600, lakini pia AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco ambao mara ya kwanza walileta kiasi cha dola 750,000. Yanga ikapiga chini, lakini kwa sasa kikosi cha AS FAR Rabat ndio wana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kumsajili nyota Alan Okello kwa kiasi cha bilioni 3 na milioni 900 za Kitanzania. Hiyo ndo fedha ambayo Yanga imesema itakwenda kukubali kumuuza nyota Alan Okello ambaye kwa sasa yuko Luangwa Lindi akiwa na kikosi cha Yanga, lakini kesho hatakuwa sehemu ya jeshi la Mwalimu Mankoba kwa ajili ya kuwakabili kikosi cha Namungo. Na rasmi Stephan Aziz Ki amerejeshwa ndani ya kikosi cha Young Africans kwa ajili ya msimu wa 26-27. Kwa hiyo kwa idadi ya wachezaji wa kigeni watakuwa 12, na hao wachezaji ni kama ifuatavyo: wa kwanza ni Djigui Diarra, wa pili ni Yao Kwasi Ataula, wa tatu ni upande wa Shadrack Isaka Boka, wa nne ni Omar Farouk Komara, wa tano ni Juke Abuya, wa sita atakuwa ni mchezaji wa kuitwa Albert Kangwanda, wa saba atakuwa ni mchezaji anaitwa Max Nzengeli, wa nane anaitwa Sheikh Ibrahim Ture, wa tisa ni mchezaji Peter Shalulile, wa 10 ni Stephan Aziz Ki, wa 11 Hussein Zakwani, na mchezaji wa 12 ni Freddy Ngoma. Hao ndio idadi ya wachezaji wa kigeni walioko ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans kwa msimu wa 26-27. Kwa hiyo Yanga kesho katika uwanja wa KMC Complex itafunga TV kubwa, lakini hapo watashuhudia mchezo wa saa 3 kamili za usiku. Mashabiki wote wa Yanga watakuwa hapo wakiufuatilia mchezo ambao utapigwa kule Luangwa Lindi, ambapo Yanga itakuwa kikipiga dhidi ya Namungo, lakini wakati huo ikiambatana na Young Africans kumtambulisha nyota Stephan Aziz Ki. Sasa utaniambia wewe kwenye hili dili ambalo limeweza kufanyika, kuuzwa Alan Okello na kurejea kwa Stephan Aziz Ki, je, hiki ni kilichofanyika ni maamuzi sahihi kwa uongozi wa Young Africans? Lakini je, unaiona wapi Yanga kwa msimu wa 26-27 ambapo malengo yake ni kuchukua vikombe vyote vya ligi ya ndani vikiambatana sambamba na kufika kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya CAF Champions League kwa msimu wa 26-27? Niambie mtazamo wako ni upi? Haya yote yatakwenda kutimia? Mabena TV, bahari ya michezo. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kupata taarifa zote za michezo.